bonus. Na unapoingia kwa hoteli yoyote, what the result, wakati mwingine utaambiwa kwamba unaambiwa kwamba kuna mambo ambayo utapata free. Kama hapa Table Hill, kama kuna swimming pool, wenye wamechukua hapa wanalipisha swimming pool. Na wifi. Na kama kuna gym, wanaingia nini? Wanaingia free. Unapoingia mahali fulani, kuna mambo ambayo unapata nini? Unapata free. Na hizo benefits ndio mara nyingi zinapatikana because you are customer and you are client there. Now, sisi zote kuna talanta ambayo Mungu ametujalia na ni wanakwaya. What are the benefits ambazo mnapata katika ufalme wa Mungu? Ni nini ambazo mnapata bure? Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, na mengine yote mtapewa kwa ziada. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yenu ninyi nyote. Kwa nini watu wana build capacity? Kwa nini watu hujiboresha mahali popote ambapo uko? Zamani ukienda kwa gari yako ikiwa na shida, mechanic alikuwa anafanya nini? Anaifungua karibu yote. Mpaka saa 6 bado anafanya nini? Anafungua, anajaribu ni hapa, anajaribu huku. Lakini siku hii ya leo anakuja na nini? Na kompyuta. Anaweka hapo chini, anafanya nini? Anadiagnose, anatoa kila kitu. Watu wote wamejibidisha kwa kila jambo. Hata walimu wenye walikuwa wanafundisha shule zingine hapo na kabla CBC haijakuja, wote wamerudishwa kwa college ama wamepatiwa refresher courses, wafanye jambo ambalo linaitwa retooling. Ni kama wanapewa vyombo vingine vya kufanya nini? Vya kufanya kazi. Wanakwaya kama trainers huwa wanaitwa kwa seminar za kujiboresha zaidi. Watu wote huwa wanafanya shughuli kama hizo. Nilijuaje hapa tumekuja miaka mingi sana. Hapa ndio tunafanyia wakati mwingine AGM ya mapadri, tunakuja hapa wiki moja. Tunakuja retreats hapa. Hapa huwa inakuwa kama ni nyumbani. Mara nyingi mapadri wako hapa. Wakifanya nini? Capacity building. Kwa sababu gani? You cannot continue giving and you don't receive. Hata nyinyi kama wanakwaya, kama mama, kama familia, huwezi kuendelea kutoa kama upeani. Now, kwa nini watu huwa wanafanywa kitu ambacho kinaitwa capacity building ama kuboreshwa zaidi? Jambo moja. The first idea. I have only 4 reasons why you are here. Why are you here today? For capacity building and for whatever reason. What reasons are that? Jambo la kwanza, tutaielewa vizuri. It frustrates. Frustrate smallness in life. It frustrates smallness in life. What does it mean to frustrate? Inapunguza ama inadunisha ama inaonyesha haina mahali kitu ambacho kinaitwa smallness in life. What is smallness in life? Smallness ni udogo. And that means kuna nguvu ambazo huwa zina sponsor smallness. Kuna nguvu ambazo huwa zinasaidia watu kukua katika kutokomaa, kutoenda mahali ambapo Mungu anataka twende. Na washa kama hii huwa inajaribu kufrustrate hizo nguvu. Ni kama Jumapili niwaambia kwamba kila altari kuna mahali ambapo Mungu anapata nguvu zake. Every altar is powered from a certain source. Smallness is powered from a source. Na capacity definition inasema namna gani? Inatoa mtu mahali ambapo tunaita comfort zone. Inakutoa kwa comfort zone. Mambo ambayo umezoea kila siku. Kufanya ujistretch kidogo na mahali ambapo umetoka. Natumai ya kwamba kama mlikuja hapa ukiwa wa futi 3, nani mrefu zaidi hapa? Ana futi 3. Nani mrefu zaidi hapa kwa
Saitomii kama ni nani mrefu zaidi. Ni nani mrefu zaidi kwa kama alikuwa na futi 6, tunaomba akitoka hapa aweze kuwa kwa futi 8. Na wewe sijui na futi ngapi. Hatutakuwa tumefaulu kama utakuwa umeelimisha zile futi ambazo umekuja nazo hapa. Si futi ya kimo, hata futi ya kimao, hata futi ya kimawazo. Inatuambia namna gani? Tukija hapa inatusaidia to meet God's expectations and the demands of your generation. Kutimiza mapenzi ya Mungu na matarajio ya hizi nyakati tunazoishi, kizazi ambacho tunaishi ndani yake. That is a work of mali ambapo tuko hapa siku ya leo. A definition. Capacity, kujikuza kwa capacity yetu ni mambo ambayo inaitwa intentional and internal development to meet life's complex equations. Wakati mwingine tunapokuwa hapa kwenye maisha, kuna matarajio ambayo ni very complex ambayo iko hapa duniani. Na ukibaki mahali ambapo uko, hutaweza kumeet those expectations and the demands of the society. Huwezi kukaa pale. Lazima urudi kutoka pale. Unaona kama zamani watu walikuwa wanasema mtu kama Trisha anaweka pesa hata kwa kanisa. Kuna mambo ambayo imekuwa imetoka mahali ambapo iko. Trisha alikuwa anaweka pesa za kanisa na kuna banki kwake nyumbani. Siku hizi Trisha haweki pesa za kanisa. Anafanya nini? Anaweka records za pesa nini? Ni tofauti. Kila wakati kuna, kwa sababu zamani kuna parokia tuliambiwa jana kulikuwa kwa mazishi ya kwamba father alikuwa anaenda kwa hiyo kituo baada ya miezi 6. Walikuwa wanaonekana mara ngapi kwa mwaka? Mara 2 kwa mwaka. So catechists na viongozi ndio walikuwa wanakata wanachimba mpaka shimo na haji na hakuna simu kwenda kwa parokia ni kilomita kama 30 ama 40. So that was very good at that time. Lakini siku hizi kuna simu. Ni kweli. Mara moja inaweka kwa nini? Hata iweke kwa simu ya mtu. Inaweka kwa simu ya nini? Ya kanisa. Na mambo yanakuwa. Mambo imebadilika. There are complex challenges ambazo zinakuja kila wakati. So kanisa lazima pia itoke mahali ambapo ilikuwa na ikuje mahali pengine. Zamani walikuwa ni kama wao ndio walikuwa wanatujuiza watu kanisani. No. The choir leads the congregation in singing. It leads. It does not sing. It does what? It leads. Inaongoza Wakristo wengine katika nyimbo. So, in short tunasema ya kwamba capacity building ama tunapojiboresha it affects our outcomes. Yale matarajio ambayo tunataka, our outcomes are affected by the capacity building. Naona mmekaa chini na mimi nimesimama. Angana nilikuwa naangalia vitambulisho zenu, mimi ni mzee kuliko wote, so I don't have to say. Jisinta mtu haruhusiwi kuuliza father swali anapohubiri. Ndio akitoka. Okay, lakini you can have your way. Haina shida, ila kama wewe ni mzee kuliko father. Wakati unapokuwa na capacity imejengwa na Mungu, hata the outcome na yale mambo unayofanya inakuwa ni tofauti. Your approach. When unafanya mambo, the approach is also different. And your response to life is also different. When your capacity ni tofauti na venye imejengwa. In short, ukisoma Mathayo sura ya 13 mstari wa 8, Mathayo sura ya 13, I hope walibeba Biblia zao. Mathayo sura ya 13 mstari wa 8. Ina maneno haya: but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30.
He who has ears to hear, let him hear. Ya kwamba kuna mbegu zilizoanguka na the outcomes were different. Zilizoanguka katika mbegu rutuba mzuri ilimea nini? Ilimea matunda mazuri. Unaposoma tena Mathayo sura 25 mstari wa 14 tuna maneno mengine. Matthew 25:14 inatuambia namna gani? Inatuambia kwamba for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Talanta zetu zote ambazo tumejaliwa naye Mwenyezi Mungu, tumepatiwa naye Mwenyezi Mungu. All of us according to his own capacity. All of us according to his own capacity. Na niulize hii capacity ambayo ninataja hili neno sana. Sijui kama tumeweza kuelewa hii capacity ni nini. Mahali popote ambapo uko katika maisha umefikishwa hapo na capacity ambayo uko nayo. Ninashindwa kupata jina haswa la Kiswahili la capacity, but I know you understand what I mean. Ni capacity imekufikisha hapa. So in short, lazima uongeze capacity yako, kwa sababu capacity either inakulimit or it unlimits you. Sababu ya vile ambavyo uko. You know what? Kuna watu ambao huwa wanakufa kwa sababu ya udogo wa capacity yao. They die because of smallness. Because they don't have the capacity ambayo ni improved. You know that whatever you see and whatever you become is because of your capacity. Whatever you see. Chochote ambacho unachokiona na chochote ambacho unachokuwa baadaye ni kwa sababu ya yale mawazo ambayo yako ndani yako. Kwa sababu gani? Inakufanya either ukue mkubwa kabisa ama usalie ukiwa na ule udogo. Wakati mwingine kama capacity yako haiwezi kuhold mambo mengine, capacity ambayo iko kwenye mawazo, hata maisha yako inashindwa kuhold that capacity. Why? All of us are designed to live our life according to our own capacity. Wakati mwingine ukikataa kushinda changamoto ambazo uko nazo katika maisha, unashindwa kujenga capacity yako. Naomba niwarudishe katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 19 na Warumi sura ya 8 mstari wa 22. Inasema namna gani? Kwa sababu kizazi hiki kinatarajia the manifestation ya watoto wa Mungu. Kuna kitu ambacho kiko ndani yetu ambacho kizazi hiki kinangojea kiweze kudhihirishwa. Na hicho kitu kitadhihirishwa wakati ambapo ile capacity iko ndani yako itaweza kuibuka zaidi. So in short, ni vizuri zaidi kuinsist on your capacity ili uweze kuwa msaada kwa kizazi ambacho kiko mbele yetu. Jambo ambalo nataka kumaanisha siku hii ya leo ni ya kwamba huwezi kuwa unakuwa ndani bila kuonekana nje. Mahali ambapo kukua kwako kumefika ndani, huwa kunaoneshana upande wa nini? Upande wa nje. Na kama kuna kitu kimoja ambacho shetani huwa anajaribu kufanya, huwa anajaribu usikue kindani ili isidhihirike upande wa nini? Wa nje. Na hiyo ndio vita kila mmoja wetu ako nayo, ya kwamba shetani hataki ukue kindani. Na ukikosa kukua kindani, haitaonekana upande wa nje. I don't know, watu wakikosa, imagine watu wakose kukua kindani, itadhihirika nje. Itadhihirika nje. Kwa itaanza kuwa na mtu mmoja
ama wawili waanze kupungua. Kuna mtu akiambiwa ingie kwa kwaya anasema hataki kufanya nini? Hataki kuingia kwa sababu kile ambacho mmekuwa kindani kinaonekana pale nini? Ule upendo ambao uko ndani ya watu wa kwaya, ule ushirika ambao uko ndani ya kwaya, wakati mwingine unahitaji kuambiwa, unahitaji kukaa nje na kuangalia. Unaenda kwa kanisa fulani, unakuta ya kwamba mwenye anasoma ndiye anapiga keyboard, ndiye anakonda, ndiye anaimba. Kuna wakati sana nilikuwa nazikata ndege. Naona sana ndege ndiye anaimba, ndiye anaimba. Hapo nikasema what has been demonstrated outside inaonyesha ni iko wapi? Hapo ndani. Ni iko ndani. Lakini saa hizi unaimba mpaka Yesu anataka kurudia upande mwingine, upande wa ndege akiingia za imani nje. Kwa sababu hiyo ndio jana nataka kuchagua kiingia. So mambo ambayo yako ndani inadhirika wapi? Upande wa nje. Watu wataenda mbali, hata watu wanasema na iko yetu nini inaendelea. Kuna mtu mwingine unaona anapenda kuimba lakini anaimba akiwa ndani. Hataki kukaribia watu kwa juu hapa kuna nini? Hapa kuna story ambao haitajui. They have not grown in the inside and it is not being shown in the what? The outside. So the devil likes stopping you from the inside. Na ile kazi mingi ambayo shetani huwa anafanya inafanywa kindani. Wanasema kwamba 90% ya changamoto ambazo ziko na watu hapa duniani si shida za nje, ni shida za nini? Angalieni nchi yetu. Ni shida za nje ama za ndani? Mvua inanyesha nyingi, Mungu ametoa wazungu anatoa mpaka Amerika waje waone wanyama wetu. Nani angeimagine hapo ni hapa kuna kitu kama hiki Kenya? Who didn't think that? Mumezoea shine. Hamjajua kwamba kuna mahali pengine kama hapa. Mmezoea kwenda labda resurrection garden na kina mama hawajafikiri kuja hapa. Kuna something better every time. Every time we have something better. Na changamoto zote ambazo ziko upande wa nje ziko upande nini? Na ndio leo nimeona ni vizuri ya kwamba tupanuane upande wa ndani. Tukipanuana upande wa ndani, hata upande wa nje itakuwa nini? Itakuwa rahisi sana. If you don't want to die, expand your capacity. Kama utaki kufa, expand your capacity. Kwa sababu gani? Dhambi ya kwanza, wakati ambapo shetani alipokuja hapa duniani, aliambia wazazi wetu wa kwanza, mkiula ule mti hakika mtakufa. Walikufa ama hawakufa? Walikuwa wanatembea. Lakini walipokula walifanya nini? Walikufa. Mara nyingi kuna watu ambao wanakufa lakini wanazidi kufanya nini? Kutembea. Kuna watu wamekufa na wametembea. Unaona wakitembea. Na ni very very important kwa kila mmoja wetu ajue kwamba man with capacity can rule. A woman with capacity ya Mungu can rule. Huyo anaweza ongoza. Mtu mwenye yuko na capacity yake Mwenyezi Mungu. Hivyo basi ni muhimu upanue capacity yako kimawazo, wakati mwingine kimasomo, na hata spiritually. Kenye unajua ndani pia onyesha watu. What you know, you show. What you know, you show. My people perish because of lack of knowledge. So somebody who is ignorant also shows the ignorance. Na Jumapili I had a tweetable tweet ambao nilitoa sensitive na ndege ya kwamba sometimes you need to ignore the ignorance ya watu. You ignore the ignorance. Kwa pamoja? You ignore the what? Ukiona kuna ignorance fulani, you ignore it. Unaweza angalia mtu ambaye mnatangamana naye na uone kwamba this person is ignorant. Akwambie kitu ambacho hakikujengi hata kidogo. Just ignore that person's ignorance. Kwa sababu ukitaanza kudwell na ignorance yake, hakuna mahali utafanya nini? Utaenda. Now, how do you throw away your ignorance?
Read the word of God. Read the word of God. Kupanua capacity yetu. Someni neno la nani? Neno la Mungu. Acha niulize, mara nyingi hamjajua hapa kuna mahali pa kuombea, lakini hapa Nyahururu mshakuja kwa Thomson Falls, mshakuja kwa hoteli fulani, mshakuja Bash mahali karibu. Hivyo ndivyo watoto wa Mungu wako, na kwamba kuna mahali wanajua, lakini hapa wafanya nini? Hata wanaume zaidi, kuna mahali ambapo huwa inateremkia vizuri. Kuna papu ambazo tukiuliza papu za Nyahururu wanafanya nini? Kimuuliza tamu hiyo yuko wapi? Kama kuna leo tuna kambuzi tulikuwa tumechinja, na baada ya mbuzi kuchinjwa father ataomba aondoke, tuache tuendelee na sherehe na watu wengine kwa mbali. Siku hizi kuna watu wanabeba mratina na hizo vitu. watu watoe baadaye. Ungekuwa na watu wangapi leo? Ungekuwa na watu wangapi leo? Lakini kuna wengine hawangekuja kwa pamoja. Kuna wengine hawangekuja kwa sababu ya nini? Standards. Kusema siendi kwa hiyo standard ya huko, haipatani na nani? So inategemea kila mtu atakuja kwa sababu gani? Kwa sababu inategemea na nini? Na standard ya mtu, mahali ambapo umejiwekea kiwango na nini unatafuta. Jumapili ilikuwa hadithi yule mwanamke Msamaria ambaye alikuwa na kiu na anakuja kuomba Yesu Kristo maji, lakini hizo anamwambia kwamba ile maji unaomba mimi naweza kupatia maji mengi. Hapa duniani kuna kiu tofauti. Kuna watu wanakuja kanisani na kiu hii, mwingine alikuja na kiu hii. Ushaona watu ambao wamechukua uongozi kanisani lakini hamjajua kiu yake ni nini. Miaka 5 ikifika 2027 anasema nataka kusimama MCA. Kiu yake ilikuwa nini ya kuja kanisani? Na uongozi na kutaka kuongoza ilikuwa nini? Ilikuwa nini? Tafuta uongozi. Kiu yenu na yake ni tofauti. Wenye anafanya mambo ya kanisa si venye inapaswa, anafanya kama mwanasiasa. Anafanya kama mwanasiasa. Ni wa kusaidia watu, ni wa kutafuta watu wawili ama watatu wanamsupport. Mara nyingi utakuta hii taguzia baadaye. Wale watu ambao kwa kila kikundi kuna watu ambao wanaitwa opinion shapers. Kwa kila kikundi ni nani ataongoza, tutaenda Table Hill, hatutaenda, tutafanya nini? Kuna kakundi ambacho kanakuwa kila mahali utakuta kakalika dogo ambazo huwa kana influence wengine. Ushajiuliza wenye wanakuwa kwa hiyo think tank wanakuwa powered by the word of God ama kwa powered na mambo ya dunia? Mshajiuliza? Today naomba tutakuwa na capacity ya kufungua na kujiuliza, kanisa tumekuja kufanya nini? Tuna kiu gani? What are the possible outcomes? And even where we want to go as a people. Ninatambua kwamba ninapoongea na watu wa kwaya, mara nyingi huwa narudia kwamba sema na duty karibu kila kiongozi ni wa kwaya. Kwa hivyo kuna kitu ambacho watu wanaheshimu ndani yenu. Na isipokuwa Gerald peke yake. Na Gerald alisema alituma jiwa. Alituma jiwa. Hata Nuhu alipokuwa kwa safina alituma nini? Jiwa. Alituma jiwa. So jiwa asimame. Kuzoeza pole sana na kuita jiwa. So nishoto nataka kusema kwamba watu wengi uongozi ni wakani? Watu wanaheshimu wanakwaya kwa sababu kuna kitu kingine zaidi unapaswa kuwa nacho zaidi ya kwamba umejua neno la Mungu. Lakini mambo yetu yote yanatoka wapi? Capacity yetu is a word of God. Wenye wanatuongoza na wenye ni opinion shapers ni mara ngapi wako na Biblia? Do they even have a Bible at home? I want to talk about something else and you can write this down. Kuna kitu kinaitwa group talk and God talk. Group talk and God talk. Group talk and God talk. Group talk ni wenye watu wanaongea wakiwa kwenye kikundi. Group
group inaweza kuwa daktari ya kina mama, inaweza kuwa ni daktari ya Catholic, inaweza kuwa ni association fulani, na kuna God Talk. Ni nini ambao watu wengi mara nyingi wanafuata, God Talk ama Group Talk? Kikundi chetu kama wanakwaya, maadili ambayo yamewekwa na maono tulionayo ni ya kikundi ama ni mazungumzo ya Mungu? Do we deal so much with Group Talk or do we deal with God Talk? Where are we? Ndio siku hii leo tukitoka ibidi nijibebe maji, kwa sababu makanisa mengine unakuwa na mama pasta kiona mchungaji anakiwa na mtema pia kunakuwa na asha hapa naona bado na huwa anajifunga michipi kama yeye. Nilikuwa nafikiri mtaniangalia lakini imebidi nijisort. So kuna capacity building ya neno la nani? When is the last time katika mkutano wenu mtu alikuta Biblia, either katika uongozi ama umetokea jambo fulani? Kanisa la kwanza lilikuwa na shida ya kuwapokea Wayahudi na wale watu ambao wa mataifa katika kanisa, na Wayahudi wakasema hapana, kwa sababu hawa watu wa mataifa hawajatayarishwa. Shida ilipokuja waliita kikao na wakatumia neno la nani? Shida zinapokuja tunatumia kifua, mwenye na sauti ya juu, mwenye sijui anafanya kazi mahali gani, anaogopwa na watu hapo, si kwa sababu ya hekima ya kimungu, kwa sababu ya status yake katika jamii. Katika jamii ni nani msikizwa sana? Hakuna mtu ambaye anapaswa kusikizwa kuliko yule mtu ambaye ako ila wana wote. Because kikundi cha kwaya, uongozi wetu wote hapa pote tuliletwa na neno la nani? Huyo ndiye mtu mwenye nguvu kuliko wengine wote, mwenye ako na neno. Lakini kidogo tumetegemea God Talk, Group Talk, not God Talk. Siku hizi hata kanisa linapitia mambo ambapo watu wanahitaji kuinua standards zao kidogo. Tuko pamoja? We need to raise our standard kidogo. You need to know what you want of the church. Ni nini unataka kwa kanisa? Ulipokuja ulikuja na kiu gani? Is that need being met? Unatamani sana kunywa maji uzima milele ya neno lake Mwenyezi Mungu. Unalipata neno la Mungu ukienda kwa jumuiya zetu ndogo ndogo, wenye wanatuongoza kuna neno la nani? That is the capacity building I want to build you today. Kama tutaenda popote kama kanisa, tutumie neno la nani? Alhamisi kulikuwa na mkutano ambao uliitwa jimbo lote. Na liliitwa viongozi watatu wa kila parokia zaidi ya 60 za jimbo letu. Na mbali ya mawazo ambayo yalikuwepo, family day. Unajua family day ni nini? Na jambo lingine ni St. Joseph's Retirement Home. Unajua St. Joseph's Retirement Home ni mahali ambapo mapadri watafanya nini? Watastaafu wakifanya nini? Wakizeeka. Na not only kuzeeka, unaweza kuwa incapacitated but you cannot perform. You cannot perform. Na kurudi kwenu nyumbani, wewe ni wa kanisa. Na ndio baada ya hii tutaonyesha kwamba mapadri wote wa Nyahururu leo wakifa msiko pale mwisho wa jimbo la Nakuru. It's good for you to know that. Why are they buried in church land? Their sons na masista daughters of the church walipotoka kwa wana mahali pengine. Mzee mmoja alisimama kuongea. Hiyo hoja ilipotolewa sababu waliomba, kwa sababu family ndio kusaidia jimbo. Bishop aliomba kila jumuiya iwe inatoa hata kama ni 5,000 ama 10,000 kwa mwaka ili kujenga nyumba nini? Si ya family day,
ya retirement home nini? Na mzee mmoja akasimama kuzungumza, akasema kwamba sasa kama hiyo kitu itakuwa possible, tunaomba sana Bishop atafute Captain TV. Hiyo ndio watu wengi wanaangalia. Na kuja kwa hiyo Captain TV azungumze na watu, awaelezee hiyo St. Joseph's Retirement Home. Well, media ni pia kuhamasisha watu. Lakini tuliruka kwa Bishop akuja eleze kuonyeshana venye kwamba it is very very possible. Bishop akuja fanya nini? Kwa hivyo hata wale mapadri walikuwa wametumwa na Bishop Deans na wale ambao wanafanya kwa ofisi wakaambiwa nyinyi hamtoshi. Tunataka Bishop afanye nini? Bishop malizeni mkutano mfanye nini? Nikaujiuliza. Swali la kwanza ambalo mnenaji yote angekuwa anasema, angeangalia ni kuuliza mapadri hufanya kazi gani katika kukuza imani yetu na wana role gani katika ufalme. That could have been the first question to inspire that city. What is the work of the priests? They bring Eucharist to the Christians. We can never have a church without the work of the Eucharist. So, Bishop akuja tuelezee kwa Captain TV umuhimu wa anointing. Do you know even the anointing ya Mungu ambayo iko na mapadri? In short tunasema kwamba hutambui kazi yao, hujai kufaika na kazi yao, kuja tuelezwe na mtu mwingine. Mmechukua kama jambo la nini la siasa, kama mkutano wa Chapo. Umekuwa ni kama mkutano wa Chapo. Lakini ukijua umuhimu wa mpako ndani ya kanisa, hilo jambo litakuwa ni nini? Unaona ya kwamba hata yale mambo mengine yanaonekana kama ni makubwa, kumbe hivyo vitendawili huwa vinateguliwa na imani. Na ndio wakati mwingine tutazungumza habari labda hata family day, kazi zote ambazo Mungu wako nazo, wanasema kwamba haiwezekani ama ni ngumu ama ni nini. Ule mtazamo ambao mtu wako nao unainform mpaka yale mambo atakayofanya. Lakini mtu ambaye amekomaa, nimeuliza juzi, mbona Apostle Kimani amenunua shamba karibu na Kuriote? Nikauliza, lazima kuna development committee very very strong. Nikaambiwa pole sana sana. Hapa kwetu tuna development committee. Hata kwa Kimani hakuna. Watu wanatoa kwa sababu ya neno la nani? They have read the Bible. Hata huko nyingi pale atakuja kukuambia wewe mwenyewe unajisomea Biblia na unatumia Biblia. Ndio nitaongea habari ya mlango. Kuna mlango ambao uko pale wa huruma. Na tunawaangalia vizuri. Tunakuja kwa mlango wa huruma. Hauko Subukia peke yake, hata kwa kuna mlango wa nini? Hauko Kadhitu peke yake. Na mlango ambao wa huruma, naona sasa nimejiandaa na suti kuingia. Tunaambiwa kwamba ukiingia kuna baraka. Kuna baraka. Utapata tu baraka when umekuja bila kufanya jambo lolote. Ni vizuri tufundishe watu habari ya mlango nini? Tusiingie katika udini. Urudi nyumbani useme ya kwamba leo tabo hili kuna mlango wa nini? Na nimeingia mlango wa nini? Nimeingia mlango wa nini? Na the last time nilienda kwa kitubio ni miaka 30 iliyopita. The last time nilitolea Mungu chochote ndani yako. The last time nilisema neno la kujenga watu. Nimeingia kwa mlango wa nini? Na nimewaambia mara nyingi ya kwamba tunaharibiwa na udini. Kwa pamoja, rituals, nilikuwa kanisani, nilifanya hivi, ukasahau ya kwamba kuna kitu kingine zaidi. Kanisa Katoliki tukachukua kidogo na kitu kingine, maombi ambayo yameandikwa. Kwa pamoja, ukiambiwa kwamba mimi utasoma sala za waumini, what is the next thing that you ask? Zimeandikwa wapi? Utaombea habari ya familia. Unaenda kwa tumshangilie Bwana. Utaombea familia. Kuna maombi ambayo yameandikwa.
Kwa kanisa Catholic. Mara nyingi utasikia kisomo. Kuombea familia. Lakini ukisikia venye familia huwa inaombewa, Wakatoliki wote huwa wanaombea the same way. Hawabadilishi sana. Wanaombea the same way. Nyumba zetu zifanane na nyumba ya familia. Kama hanya mambo huwa nakaa, unakuta tunaombea familia. Unajua kenye unatarajia. Hata nikilala nitajua tutaombea nini. Bila kuwa na ufunuo wa Mungu, maombi yetu inakauka. Bila kuwa na ufunuo wa Mungu. Bila kusoma Biblia, vinafanya nini? Mlango wa kwanza unaonekana lini? Kuna wakati ambapo mlango wa kwanza unaonekana wakati wazazi wetu walipofanya dhambi ya siri kwenye shamba la Eden. Walifukuzwa. Kwa nini? Kwa mlango. Na ulikuwa umewekwa na nini? Na visu. Na kukae kwa malaika hapa na visu. Ya kwamba alipofukuzwa kwenye shamba, hawezi fanya nini? Hawezi rudi. Mlipoteza nini ndio mfukuzwe katika mlango msiingie mahali? Mlango unawekwa mahali ambapo kuna treasures. Mahali ambapo umeweka vitu vizuri. Unafunga vizuri. Benki inafungwa vizuri ama ni mahali ambapo umeweka kuku zako? Ni nini ina mlango dhabiti? Ni benki ama ni mahali unafungua? Na mahali ambapo umeweka kitu kingine zaidi. Kuna watu wako na jiwe la rekali sana wako hapa. Jiwe la akina Atuli na wengine. Na Atuli alibarikiwa hapo na akapatana tena. So, mahali ambapo umeweka vipuli zako unafunga zaidi. Wakati ambapo wazazi wetu wa kwanza walipoingia kwenye inaitwa the ark, mlango ulifungwa. Nani alifunga mlango? Ni Nuhu ama ni Mungu alifunga? Mungu alifunga yeye mwenyewe na akafunga kwa sababu kulikuwa na vitu za dhamana sana. Na hizi zingine zote zinafanya nini? Za haribika. Ili maji isiguze hizi vitu za dhamana. Kuna mahali ambapo Mungu anafunga mlango. Na wakati ambapo Yesu aliambia Mafarisayo, ninyi mnafungia watu wengine mlango na hamtaki watu wafanye nini? Nyinyi waingie. Nyinyi wenyewe hamuingii, lakini mnakataza watu wengine wafanye nini? Kila mlango unafungwa za. Ndio hata kwako nyumbani. Sio mnaweka mlango, mliacha kuweka mlango fungua hapo chini. Ukitoka si mnaweka hapo nje hapo chini. Na mnawekelea mama. Na unaambia mtoto hii funguo ni ya jikoni, hii ni ya store, hii ni ya kila mlango una kifunguo chake. Huu mlango wa huruma kifunguo chake ni nini? Utajiuliza. Kuna funguo za kuingia huu mlango. Kuna watu ambao wataingia kwa huu mlango lakini mbinguni hakutakuwa na record umeingia. Utaingia leo. Hakuna record kwamba umeingia. Kwa sababu gani? Utakuja na funguo, hujui ni funguo gani za kutumia kuingia kwa huu mlango na hata utamani kuingia katika huu mlango. Huu mlango una hadithi nyingi sana. Tuko pamoja? It is not just a door. It also signifies portals. Wakati Jacob alipigana mweleka na Mungu usiku kucha, aliona nani akipanda na kushuka. Kwa hivyo hapo kulikuwa na nini? Na mlango. Hapo kulikuwa na mlango. Hebu ulizani wakati mwingine kwa nyumba yako kunakuwa na mlango wa kuingia na kushusha familia yako. Hata nyumba yako ni kanisa ndogo, ina mlango. Ni mambo gani ambayo yanazungumzwa kwa nyumba yako yanayohusu Mungu, maombi, kujinyima? Is your home a shrine? Kwa sababu Mungu huwa anataka shrine inataka. Tunapenda sana kwenda shrine kweli. Lakini unajua hapa kuna shrine. Unaenda mbali sana kwa shrine Subukia, lakini uje kutembelea shrine kwa ndani ya roho zetu. Na ndio leo ni muhimu sana, na mtu atatoka mbali sana kuja na kuja mpaka hapa Table Hill, lakini hata kwa ametembelea shrine ya roho ya nani? Tulienda kwa Maro. Kuna baraka nyingi sana katika shrine. Lakini shrine ambayo Mungu alitaka sana na alifanya ni shrine ya nini?
acha tusimamishe udini kidogo. Unaona mara nyingi njia msalaba ya Good Friday tunataka kutembea kwa sababu mpaka jioni. Tukifika kanisani mtu anapiga magoti anatembea kanisa. Na inakuwa imejaa sana. Makanisa yetu matatu yote jana kulikuwa na watu wangapi kwa njia msalaba? So we have made it like a what? Superstition. Lakini kuna mtu mwingine ambaye hatakosa nini? Ya Good Friday. Ya Good Friday kuna mtu anakosa? Hakuna mtu akosi. Imekuwa kama ni superstition. Katika kanisa Katoliki we don't take care. Kuna mambo mengine ambayo utakuwa unaenda lakini haitujengi. Lakini mambo yana muhimu sana. Ni ya muhimu sana. Njia msalaba ina umuhimu sana. Lakini pia unapoingia unajiona na unajiingiza katika hiyo hadithi na historia ya kwamba Yesu anahukumiwa afe. Na pale anaposti kidogo. Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu na tunakuheshimu kwa sababu kwa msalaba wako. Ndio sasa mnatoa watu wengine kule, hata usiogope kama wamekuja wengi ama hata kama ulikuja peke yako. Hiyo kanisa linalofikiria leo. Yesu anahukumiwa afe. Si kama mara moja unajiuliza ni watu wangapi ambao umehukumu wapi? Unajiweka katika hadithi? Unajiweka katika hadithi. Usione Yesu huruma anahukumiwa afe. Wewe ni watu wangapi umehukumu afe? Wewe ni watu wangapi ambao wamehukumu ufe? Pia wako wengi. Na labda hata amesimama next to you anasema Bwana Yesu Kristo tunakuabudu na tunakuheshimu, lakini huyu mtu Mungu kituondolee tutafurahi. I'm sorry. Sasa hivi katika Kenya yetu kuna maombi kwa mnaombea watu wengine vibaya. Especially now. Mwambieni. The moment ambapo mnataka kuambia Mungu Kenya anafanya, he delays his punishment. Kwa pamoja, he delays. Wakati unapoombea mtu mwingine mambo mengine maovu, God delays it. Na itatendeka haraka. Ati tunaombea swali ameharibu Kenya hapo, pole sana. Idi Amin dada alikufa na miaka mingi sana. Kwa pamoja, mwenye mnaombea hapa si nyinyi ambao mnaombea mzima. Mungeambia Mungu afanye kadiri ya mapenzi Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje hapa duniani kama mbinguni. Mara ngapi tunataka ufalme wa Mungu ufanyike vile unafanya nini? Na kama Mungu angekuwa anafanya vile unataka, Nikodemo asingekuwa pale. Na sana kwanza labda tumeona sana kitu. Angekuwa hapa. Kwa sababu tuna mambo mambo tofauti. Ndugu wapendwa, wakati kama huu ni wakati wa kuruhusu Mungu aingie ndani yetu. Nimekuwa nikisoma barua ya Mtakatifu Paulo kwa Korintho, noted it well. Akasema kwamba kuna watu ambao walikuwa wamepatikana, akiongea na kanisa la Korintho. Akasema kwamba kuna watu wengine mpaka walikuwa wamenyang'anya baba zao bibi yao. And you are talking in short, they have almost taken their stepmother. Kwa pamoja. Na walifukuzwa katika kanisa. Lakini Paulo akaambia watu warudishwe, kwa sababu mkiwatoa hapa mnawatupa kwa shetani. Kama wametubu wafanye nini? Warudishwe. Otherwise mtakuwa mnawatupa kwa nani? Kuna wakati mwingine sisi kama Wakristo kuna watu ambao tunafikiria kwamba wasikuwa kwa jumuiya, kwa watu kwa pamoja. Tunatupa kwa Mungu na kwa shetani. Tunatupa kwa Mungu na kwa shetani. Na kama mtu ametubu anapaswa kutupa kwa shetani ama atushwe kwa Mungu. Naona hapa ni kina mama wengi wako. Ni sababu kuna semi nasema bibi anapiga wako kama amerudishwa upande gani? Na kirudishwa na ndani. Saitoniki kweli mnachapa pia. Anapiga wale kielekezo. Hata kwa Kikristo ni sawa. Mama anapigwa kama ameelekezwa. Katika kanisa Katoliki tunapiga watu tukielekeza ndani ya madani. Every correction must be therapeutic. Hata wana Israeli walipopelekwa mateka
Babyloni, Mungu alikuwa azungumzie awarudi, si awapite huko. Hakuna wakati Mungu ashatoa watu wake. Lakini mara nyingi vile vitu ambavyo tumejaza kwa vikundi vyetu ni condemnation ama ni kurudisha watu nyumbani. God talk or group talk. Until when the group talk is going to dominate our lives. Unaona maana tunahitaji kurekebishwa. Ndio wakati mwingine tunahitaji kuja. Hapa wakati mwingine unajiita kama pekee. Actually, siku hii leo si siku yangu, ni siku yenu. Jinsi tunavyotamani, mara nyingi tunapokuja hapa retreat, tunakuja hapa retreat. Tunapatiwa only one talk in the morning, only one meditation. Hii ingine the whole day on your own. Utakuta kama tano nazunguka huku for information. Hapa ni mahali pakubwa sana. Tunakuza mpaka muda, kuna vitu vingi sana. Mtu anakaa pekee, because you want to be yourself. You want to be yourself. Hiyo ndio maana ya recollection ama retreat. Retreat is to exercise your spirit. Is to exercise your spirit. That is what it means. Exercising your spirit. Nasema kama ni watu wapate afya, lazima uende kwa gym ama exercise. Ni kweli? Ndio upate afya kiroho, you must exercise your spirit. Na ndio hata kwa lugha zingine tofauti, retreat inaitwa spiritual exercises. Is what a retreat is. Na wakati kama huu tu exercise your spirit. Kujiuliza na kuamua. Na tuulize, kabla mjakuja hapa, kabla sijanena hapa, swali la kwanza huwa najiuliza, Mungu ameninenea? Kama Mungu amefanya nini? Ameninenea. Kama hajaninenea, nitakujaje kunenea watu wa Mungu na Mungu hajafanya nini? Akina Musa na Yeremia na Isa na watu wengine wote walikuwa wanapeana maneno ya Mungu. Walikuwa wamenenewa na Mungu. Ndio hata wakati mwingine, kwa sababu nyinyi najua kwamba nyote ni viongozi, kabla ya zile sheria ama mawaidha yanaenda kutoka kwa kikundi fulani, unakuwa umenenewa na Mungu ama unakuwa umenenewa mahali ambapo ulitoka. Kwa sababu wakati mwingine sisi wote ni tofauti na tuna kiu tofauti. Ni kweli? Mara nyingi vikundi vyetu vinadhibitiwa na ile ambayo umenenewa shrine ama yenye umenenewa mahali ambapo mnajua zaidi kuliko shrine. Kuna watu ambao hawajui kwa pabu zote, baa zote. Wale wamejaza baa zote ndio watakuja kutunenea. Wataongoza vikundi na wanapata mawaidha kwa baa ama kwa Mungu. Mawaidha yanatoka kwa Mungu ama kwa baa. Tunapochaguana tunachagua watu wa baa ama tunachagua watu wa Mungu? Kwa baa. What does that mean? It tells you something about yourself. Kwa pamoja hatujakomaa and we need to raise our level. Yote wakati mwingine wanapoenda kanisani, siku hizi kumekuwa na mambo mengi sana. Pastor Nganga asipotukana watu wanasema hajahubiri na wataenda kanisani pamoja. Unajua Pastor Nganga lazima atukane mtu. Kuna watu wanaenda kanisani, Pastor Nganga atukana wacheke. Na kitukana watu wanacheka, ina trend. Ushasikia kitu kitrend neno la Mungu lenye Pastor Nganga anahubiri vizuri? Na nasikia bwana anahubiri vizuri. I've never listened to him, but I hear neno la Mungu. But do they capture wakati ameenda deep ama wakati ameenda shallow? Kwa sababu gani? Watu bishara wanapenda nini shallowness. Mnapatiwa kile mnataka. You don't know ile kiu yako. Have you ever wanted to go deep? Ni wakati mwingine I'm sorry. Unasikia kuna wakati mwingine wakati wa kuhubiri pia kunakuwa na nyimbo zinaimbwa wakati mwingine. Hapo niko na huyo roho nimekuja Nyahururu. Kesho nitawaimbia moja kanisani. Niwaimbie moja kanisani. Nyimbo za nyimbo hapa za midhambo Gikuyu. Midhambo za midhambo Gikuyu hapa. Wakati mwingine kama mmelala labda kwa pub na kwa bana
hiyo nyimbo za Kamande zimechezwa asubuhi. Alafu nikuje niendeleze asubuhi. Unajua tofauti ya baa na kanisa wakati mwingine. What are our levels sometimes? I'm sorry, but you don't have anything else that you can preach apart from kuimba nyimbo za. Na watu wengine wanafurahi sana. Tuko pamoja because of their shallowness. I'm sorry to say that. It's not because that is one of the there are psalms. Kuna nyimbo za Zaburi zenye zinaitwa Psalms of Ascent. Zenye walikuwa wanaimba wakienda Jerusalem. Hizi nyimbo za muhidi ambazo zimeingia kwa kanisa letu unaweza zipata kwa Protestant churches. Hata mkiwa mkutana na Wakristo wengine wa Protestant na mchungaji wenu wakuje kuvaa parakutu anze kuimba hivyo, wa Protestant wanafanya namna gani? Wanaitaka watu wa top layer. Sina shida na wenye hivyo. Unajua kuna uhuru. Na kila mtu anakupatia nini free. But you should also know what you want. Tuko pamoja. Levels, you should improve our levels. Tuko pamoja. Kuna nyimbo nzuri za kiroho za Mungu. Lazima watu waimbe nyimbo za kuje karibu sana na wao. Tuko pamoja. Ninapenda hizo nyimbo za Mungu. So ninataka nijipendeze, nikuje karibu sana na nani? Na nyinyi. Nyinyi hamwezi kuja karibu mahali ambapo niko. Why must I come down to you? Ni mimi nitakuja kwa level yenu ama mimi nitakuja kwa ile level ambayo mnataka. Ndio hiyo ndio maswali tunataka kujiuliza. Who comes to what level? That's why they're saying you allow the spirit of the city to inhabit the church instead of allowing the spirit of the church to inhabit the city. That's exactly what we are doing. Tumeruhusu roho wa kanisa uingie, roho wa dunia uingie wapi? Ni nani atakosoa roho wa kanisa? Simemi ya kwamba ni mbaya. Huko ni vizuri. Huko mki. Haina shida. Si kila kitu na wakati wake. Huko tuna shida mkienda huko. Lakini wakati tumekuja kanisani, sasa hata wakati mwingine naona watu wengine kanisani wanasinzia. So nikiendelea nayo sana, nimeimba kabisa na mwingine anasinzia. Si atafikiri yako. Nipatie tatu, nipatie. Naona kanisa tusipocheza. Kuna mtu ataona. Barozi. Ya toba. Kanisa. Wakati mwingine kuna madhabahu na kuna altari za Mungu.